Katika nchi yetu watu wengi wanapigana na maneno, na hata siku hizi wanapigana hata kupigana na viti hata na nini, kwa sababu kila mtu angetaka kuchukua uongozi wa nchi, ama angetaka kiongozi awe so and so. Nchi zingine jambo hili linafanya wengi wakufe. Sitaki kusema juu ya Kenya, kwa sababu ya uongozi. Kama vile Herode yeye mwenyewe alikuwa anataka kufanya, na mwishowe alifanya. Aliua watoto wengi kwa sababu ya Kristu mwenyewe, because hangetaka mwingine awe kiongozi, bali alikuwa anafikiria ataishi milele. Nadhani ya kwamba hata nchi hii yetu ya Kenya wengi wamekufa kwa sababu ya uongozi. Wale ambao wako katika uongozi wafikirie jambo hili, kwa sababu hawakuwekwa kuwa viongozi ili waone watu wakifa, bali watumikie watu wapate maisha mazuri. Na niseme yale yalisemwa. What is the purpose of being a leader? What is the purpose of me being a leader? My purpose of being a leader is to protect life in my life. Ni protect life of every person. Hiyo ndio sababu hata katika kanisani to see the welfare of every Christian in the church. That is why I am a leader. Na hata viongozi wetu, sita sana mambo haya. Mtu akiwa kiongozi, kazi yake ni kuona ya kwamba has protected life. Human life is the key. Is very key that we must protect it. Lakini ukiachilia watu wauawe nini, na wewe ni kiongozi, nasema juu ya anybody, lakini mimi nasema ukiachilia watu wauawe wakufe, ukiangalia where are we? Do we have leadership in this country? Watu wakifa, our responsibility as leaders, our responsibilities as leaders, even those as askaris, even those whoever as leaders, is to protect life. That is our work, that is our responsibility in this country. And yeyote, kwa sababu sisi wote tunaishi pamoja, we must protect the life of the other part. Is very important, is very valuable in our life as a community. A community called Kenya, a community called Nyandarua, a community called Nyahururu, a community called whatever. The life of that particular person is very important. And that is our work. And we should protect the life of every person in the world, and in our country, and in our communities. Yesu Kristo aliweza, tunakuwa wenezaji injili. Siku ya leo
Tunasherehekea sikukuu ya Epifania. Walimtolea zawadi zao. Aliambiwa na malaika Gabrieli, kumezaliwa Mwokozi, na kwa imani kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Sote kuingia kwa kumahe sacrament ya confirmation. Na wao wakaondoka mara moja, wakaenda kumtazama. Sasa tukulia kandidate yetu nothing else other than milk and probably meat and something that wabiguni. Wakati Yesu alizaliwa, nyimbo ambazo zinastahili na zinalingana na lile tendo lenyewe. Kwa faragha akawahoji kuhusu wakati nyota ile ilipotokea.